na wakati matunda yanaonekana. Alright bro, unajua watu wanashanga, huyu Wasa Jeremy wewe ametokea wapi? Unaweza tuambia ka background kako bro, nini mpaka kufika mahali umefika leo hii tuko Mombasa nini? Yeah, true. Yeah. Honestly, I'm so blessed to be a Kenyan. Kitu ya kwanza mimi am a Kenyan. And for your information kwa watu ambao wanijui, I'm from Luhyaland. Luhya jamaa. Ndio naangalia kichwa inakaa kama ugali. Nikigeuka Kizungu inakaa nduma bana. Nisalimie bro. Sisi ni mandugu. Kabisa. So I'm from Luhyaland and God amenipea grace ya ku meet a lot of people and walk, kutembea all over the country. Unaelewa, like kuna mtu sasa kwa Ingo ajai atavuka hajaivuka hata Kisumu tu. Bwana unashangaa mtu hajaifika Mombasa, mtu hajaifika Nairobi, hajaifika Kisumu. Tembea, wanasema ku-explore. Yeah. Kutembea kwingi ndo kujua mengi by the way. Hata kama wewe ni msanii na uko pale nyumbani, amua tu bana, acha niende Nairobi ni tangamane na wenzangu ili niende zaidi. Maana pale nyumbani pia unaweza jaribu mambo haiendi sawa nini. Ukiwa nje pia utajifunza mengi na watu tofauti. Anyway, tunashukuru sana. Umesema wewe ni mtu wa Ingo bana. Tuambie Ingo ni wapi? Okay, I'm from Busia, Kenya. Busia, Kenya. Jamaa la boda. Boda penyewe. By the way, Busia kuna wasanii wengi though. Lakini tunasema one day tutakuja kukua kitu moja na tutengeneze big team, both secular na gospel. Tuko wengi from Busia. Anyway, karibu sana. Asante sana. For sure, that is a dream to dream, eh? Yeah, and like honestly, Luhya's tuseme tu kweli, ile unity ya kufanya kitu pamoja imekuwa ngumu, but now that Christ ametufanya like we are all sons of him, it's very possible. Tunaweza kama na live recording huko hatari sana. Yeah, so unajua nimekuja kurealize si kila mtu mwenye anaenda kanisani ameokoka na si kila mtu aende kanisani kwamba hajaokoka. Watu wa Ingo ama watu wa Western tumekuwa tukisema mambo ya mlembe na umoja, lakini hatuna umoja in reality. Ndio tumekuja kurealize kwamba si kwamba ukiwa place fulani ndio unakuwa wewe ni manga, hapana. So tunaweza tujulikana kwa sifa za umoja lakini hatuna umoja kwa ground. Na mimi ile kitu naweza waambia, tukuje pamoja, tufanye vitu za maana, tu grow pamoja kama familia. So kabla nikate show yetu ya leo na Wasa Jeremy, pengine sasa Wasa Jeremy, nataka sasa tuingie kwa mambo yako ya muziki. Ilikuwaje wimbo wako wa kwanza paka wimbo wa leo? Umepatana na nini? Umejifunza nini? Yaani vitu mingi leo tunataka tujue kutoka kwako msanii. Maana unapitia changamoto nyingi vile umetueleza, lakini haujarudi nyuma. Unazidi kwamba una imani kesho inaweza kawa salama. So bro, tuambie, ilikuwaje sasa siku yako ya kwanza umeamua hii safari kwamba ni muziki kufika paka leo? Umepatana na nini? Umejifunza nini na unaelekea wapi? Yeah, Whiteman anasema before the results kuna kuangana kitu inaitwa kuna the beginning. You know, the beginning. So if I want to talk about the beginning, all credits nasema I'll just give it to Buju Blazers. Buju Blazers they came up through, they came through ile time, like mimi I'm just a singer pale church, kanisani, shule. Mimi ndo nilikuwa present worship, CU, like I know how to sing but sijawahi on a studio, imagine at that time. And then these guys came up, tukakuwa friends. I thank God because walikuwa wanafanya secular and through the gift that God amenipatia ilifanya waka-transform from secular to gospel, just to do music na mimi Karimona. And ya Mungu. Yes. No, and the good thing is these people walikuwa honest, walikuwa genuine, umeelewa? Now from there tukafanya one song and tukaanza kupendwa shule, like kama hatuwezi fanya presentation unasikia the crowd inaenda crazy, no tunataka Buju Blazers wafanye, umeona? And now from there God alikuwa na skills za kuandika muziki, mimi I just know how to sing na sijui kuandika muziki. Wewe ni mwimbaji, wewe ni muimbi, si mwandishi. Kwa cover na tunafanya vizuri, umeona? Now from there nikajua how to write the songs na nini, tukafanya nyimbo kadhaa. And wacha nikwambie ukweli, mtu asiwe kudanganya ati aliamka asubuhi akafanya kitu. There must be someone mwenye God aliweka hapo akufundishe kufanya kitu fulani. Yeah. God uses people. So ikakuwa hivyo, tukafanya one song, tukafanya second song, tukafanya the third song. Now niko hapa, nashukuru Mungu.
kufika hapo ni step by step, yeah. So unatuambia yani haikuwa rahisi, na pia umepita kwa mambo viwango vingi, kwamba ilikuwa ni passion na umekuja umeiweka kama ni kitu ambayo inakupatia mtaji kwa leo. Yes. Pengine bro, tuambie na hii mambo yako kuingia studio, kurekod, kutoka, kufanya nini, imekubenefit aje in terms of financially? Pengine unaweza tuambia. So benefits za kufanya muziki in Christ, naweza kuambia ukweli ni kwamba mimi furaha yangu ni kusikia watu wamenisikia na wamepokea message. Utaki pesa? Bro, seek ye first the kingdom of God and the rest shall be added unto you. Umesikia? Amen. So my thing is, God amenipea purpose, and I know my purpose is to sing and touch people's life. So nikasema no, mimi sitaangalia the other side like pesa ama nini. At this point, wacha kwanza ni reach out to people, watu wapone, watu wafarijike, mona, and then God mwenyewe atajua venye atani place. He knows how to bless. Yes. So nyinyi ni ile group ya ipo siku. Not ipo siku. Siku ni leo. Siku ni leo. Siku ni leo. Alright guys, tunasema tuko ndani ya Bonga na Professor Money live show, na tuko leo na msanii Asfai Jeremy the gospel artist. Tunasema tafadhali usisahau kusubscribe our channel, usisahau kumfollow, usisahau kumtafuta, search Asfai Jeremy pale YouTube, TikTok, kila mahali. Tunashukuru kwa ile comment yako positive, kule kushare, kule kusubscribe, na pia kufanya nini, hata kwa ndugu zetu wenye wako na consult, kama wale wanataka kufanya mambo na music, mnaweza mtafuta mkamove pamoja, maana tumeona uwezo wake wa kuimba ama usanii wake uko kiwango cha juu, ambacho pia tunahitaji support kwa wale ambao wako mbele yake, muweze kutembea pamoja na yeye. Tunaendelea tuko moja kwa moja hapa ndani, mimi na Asfai Jeremy. Asfai Jeremy, pengine nikuulize tena swali lingine kabla uchoke. Unajua mimi nakuwa na maswali mengi sana, Napenda maswali. Mimi hobi yangu ni kuongea na kukula sana, so usichoke na mimi. Anyway, pengine ulikuwa nyumbani ukafanya muziki, maana umesema umeanzia muziki pale nyumbani. Tofauti ya pale nyumbani na pengine Nairobi ambapo uko saa hii ni gani? There is a very very big difference, the difference is like there's no quality music ukienda nyumbani. Studio tu mtu anabambanya bana. Watu wamekataa kuwa skillful, umeelewa? Yeah. And then accessing studios na nini ilikuwa challenge sana. But I thank God, the more nilikuwa nafanya, watu wananirifao na kwambia the way una sing, mbona si work na producer fulani na nani. But leo nataka tu ni shout out hao ma producer, any producer mwenye ashainifanyia muziki. I know sikuwa na ile uwezo ya kulipa kama wasanii wengine, umeona, but wakakushikilia, kunishikilia na kunipenda, hata kama ni tule tutoke. Yes, najua sijawalipa but one day tunaamini one day. Nimekwambia nyinyi ni wale wasanii wa ipo siku, ipo siku. So unasema muziki ni quality, uingie studio mzuri, audio mzuri, video mzuri. Pengine unapatana na challenge gani? Umetoa audio, imebaki video, na unaona audio imekuwa mzuri, imehit sana, lakini unatamani kutoa hiyo video na umeshindwa. Sasa waga unafanyaje paka una come up na that idea, video nitaifanya kwa hii njia? First of all, mimi naweza sema kwamba everything ama anything that is happening right now, it happens for good, mona, ama for good, because hakuna siku nyingine kama hii. To assume nimefanya muziki na sina pesa maybe ya kufanya video, nikaweka pale audio na inafanya vizuri, mimi kwangu ni shukrani. Tunaambia God thank you so much, because kuna mtu mahali anaweza fanya hata hiyo video na hizo views zisifike hapo, umeona kabisa. Hii ni kwa neema tu, nasemaga I'm just having a heart of thanksgiving. Kabisa. Karibu sana brother Asfai Jeremy. Mimi sitaki nikuchoshe na maswali juu niko sure tena kuna siku nitapatana na wewe. Juu tumepatana na wewe mara kadhaa. So tunaamini